hii nimekuja tangu jana. Kesho nitakuwa hapa. Meru tunataka kujenga phase 1. Tujenge nyumba 10,000 hapa Meru, tuajiri vijana 20,000. Mimi nauliza nyinyi watu wa Meru, tuendelee na hiyo kazi? Si tupange ajira hawa vijana? Tuendelee na mpango wa housing? Ndio tupange ajira hawa vijana. Mpango ya housing itatupatia ajira. Tunahitaji architect, quantity surveyors, engineers, masons, carpenters, electricians, steel fixers, watu wa kufanya kazi kule kwa kampuni ya simiti, watu wa kufanya kazi huko kwa kampuni ya chuma, watu wa kufanya kazi kwari, kokoto na mawe, watu wa kufanya kazi kwa mjengo. Tayari tuko na vijana 130 wanaofanya kazi kwa mpango ya housing kufikia sasa in the last 1 year. Na kabla ya mwisho wa mwaka huu tutakuwa na vijana 1,300 watakao wanafanya kazi katika hii mpango ya housing. Housing iendelee isiendelee? Iendelee isiendelee? Tupange ajira ya hawa vijana. Tupange ajira ya hawa vijana. Mimi nataka niwaambie wale wameenda kotini ati kuzuia hii mpango ya housing. I want to tell them there is no greater public interest than the employment of millions of citizens who for a long time have never had an opportunity to work in their country, because the government of Kenya, through a popular vote in our manifesto, have a plan on how to create jobs in Kenya through the housing program. And I want to say, for the avoidance of doubt, that the housing program is factoring carpenters, architects, engineers, masons, steel fixers, people working in construction sites have a job. Our plan is to have 300,000 people working by the end of this year. Our plan is that we already have 130,000 people working in this plan. Mimi nataka niwaulize watu wa Meru, si hawa vijana ni vijana wetu? Si tumewasomesha? Tuwapangie ajira, tusiwapangie? Housing hii mnataka iendelee ama tusimamishe? Iendelee? Wale wanasema iendelee nione kwa mkono. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie wale watu wachache wameenda kotini kwa sababu wamezoea Kenya yenye haina mpango. I want to tell the people who have gone to court, many of them have jobs. Many of them, their children have jobs. They want to deny the opportunity for millions of young people from poor families, citizens, Kenyans, young people who have never had a chance to work. They want to deny them an opportunity. I want to tell them we are on a mission to make sure that we create equity and equality in the Republic of Kenya by affording every young person an opportunity to work. Tuko pamoja ama tuko pamoja? Tunaelewana? I want to say, for the avoidance of doubt, we are already making the law that the court authorized that we go and make the law. They should have given us a chance to complete the law, but we are going to complete the law, and we are going to go forward with making sure that we create opportunities for jobs for the young people of our country, because that is what the people of Kenya want. That is the right thing to do, and that is where public interest is. Tumekubaliana jameni? Tunaelewana? Tuko pamoja ama tuko pamoja? Kuna watu wananiambia wameenda kotini ati tusimamishe ajira ya hawa vijana. Na wao wako na ajira. Bibi zao wako na kazi. Watoto wao wako na kazi. Ni makosa kupanga ajira ya hawa vijana maskini hapa chini? Hawa waache mchezo bwana. Hii kazi itaendelea. Iendelee isiendelee? Iendelee isiendelee? Wale wanasema mpango ya housing iendelee kuzalisha ajira ya vijana. That is the message in public participation from Meru County. Tumeelewana jameni? Tumeelewana? Tunasonga mbele. Mimi nataka kuambia vile mimi nimefika hapa vile kwa sababu tunataka kukubaliana na nyinyi.
ya kwamba tayari tuko na mpango ya mambo ya universal health coverage, na tulikubaliana ya kwamba bado kuna wananchi wengi wanauza mali yao. Mtu anauza ng'ombe, mtu anauza shamba kwenda kulipa bili ya hospitali. Ni kweli ama si kweli? Na tulisema ya kwamba ili kuondoa hiyo kisirani ya kuuza mali, lazima tubadilishe sheria ya mambo ya matibabu. Hawa wabunge wenu akiwemo Kali hapa wamepitisha sheria kule bunge, sheria 4 ambayo itatusaidia kuhakikisha ya kwamba hakuna Mkenya tena atauza mali yake, atauza ploti yake, atauza ng'ombe yake atikwenda kulipa bili hospitali. Sasa tuko na hazina maalum ambayo italipa gharama ya magonjwa yote, hasa magonjwa yale ya cancer, diabetes na hypertension. Nyinyi mnanielewa jameni? Na tulikubaliana hapa ya kwamba tutapunguza pia gharama ya NHIF. Wale mnalipa shilingi 500, tulikubaliana na nyinyi tutawapunguzia ikuje shilingi 300. Nyinyi mnanielewa? Na wale wananchi ambao hawana uwezo, si kuna wananchi hawana uwezo wa kulipa kabisa, wale wako chini. Sheria mpya ya Kenya inasema hawa ambao hawawezi walipiwe na serikali ya Kenya, ili kila mwananchi awe na bima ya afya. Mnataka iendelee namna hiyo? Tulipie wale ambao hawana uwezo, tupunguze kutoka 500 mpaka 300, na tuwe na hazina ya kulipa ile magonjwa magumu. Wala wanasema tuendelee namna hiyo. Hiyo ni kwa mkono. Tumekubaliana Kangeta? Tumekubaliana tuendelee. Mimi vile vile nimefika hapa kwa sababu tuko na nyumba ya DC hapa tunaenda kufungua, ili huduma ya wananchi, mahali unaweza kutafuta ID, mahali unaweza kwenda kutafuta title deed, mahali ya kazi ile ingine yote ipatikane hapa mahali karibu. Na nimekubali ya kwamba tuanzishe sub county ingine kule Kiengo, na nimeweka pesa huko milioni 20 tujenge ofisi yetu, ndio wananchi wapate mahali ya kutafuta huduma ya serikali. Ama mnasemaje watu wa Meru? Tumekubaliana? Tumekubaliana watu wa Meru? Kanjai tumekubaliana? Hebu nione wale wanasema tumekubaliana, hiyo kazi iendelee. Sawa sawa. So mimi sitaki kusema sana. Mimi nimefurahi kufika hapa. Mimi niko Meru hii jana, leo na kesho. Na mimi nimekuja hii Meru na nimekuja na blanketi mimi na mtu ya kulala hapa. Nikilala hapa iko makosa? Mnataka nilale kwa nani? Nitalala kwa nani? Naona kuna mrembo pale amesema nilale kwake. Ndio. Lakini tuko pamoja, sio? Tumeshirikiana. Tuende mbele. Nyinyi watu wa hapa Kangeta na watu wa hapa Meru, mimi nataka niwashukuru jameni. Nyinyi ni wazalendo wa kulima. Mimi nimetembea hii Meru, nimefurahi. Nimeona mashamba imejaa mahindi na imejaa chakula. Nyinyi ni watu ambao muko na akili, na nyinyi ni mashujaa, na nyinyi ni wazalendo, kwa sababu tulisema ya kwamba na miraa sasa huyu mtu unaona hii dunia vile iko. Sasa huyu mtu ananiharakisha. Sasa wewe boss, sasa wewe unaniharakisha. Nani amekuambia mimi niko na haraka? Si anipeleke pole ama namna gani? Si nimeamua nalala hapa. Sasa haraka ni ya nini? Si ndio? Tuendelee pole. Mimi nataka niwaambie hivi. Mimi nawashukuru sana. Mwaka uliopita niliwaeleza ya kwamba njia ya kupunguza gharama ya chakula, njia ya kupunguza gharama ya chakula Kenya ni kusaidia mkulima, tuzalishe chakula zaidi, ndio aibu ya njaa itoke Kenya. Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu yetu ya kwanza tulichukua hatua ya kupunguza gharama ya mbolea kutoka ile 6,000 7,000, sasa tunauza mbolea 2,500. Na nimemwambia Mithika Linturi ambaye yuko hapa, kwa sababu yeye ndio waziri wetu wa mambo ya kilimo, next week tunataka hii masto yote iwe imejaa mbolea ya bei ya chini, ndio hawa wakulima waweze kwenda shambani, tuzalishe chakula, tufukuze njaa katika taifa letu la Kenya.
Si ni kweli? Ati kuna watu wengine wanavaa sufuria kwa kichwa ati ndio bei ya unga ikuje chini. Mtu ya Kangeta nikuulize. Ukiweka sufuria kwa kichwa bei ya unga itashuka chini? Sio ni ujinga? Ama ni ukumbavu? Ama yote mbili? Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Kuna watu wanafikiri ati chakula inatoka kwa maduka. Chakula inatoka kwa maduka ama inatoka shambani? Si tukitoa shambani chakula ndio chakula itapatikana kwa wingi. Ndio bei ishuke. Ndio kila mtu akuwe na chakula. Hiyo ndio mpango yetu na mimi nataka niwahakikishie tutaenda pamoja. Mimi nitarudi hapa Nyambene. Kwa sababu hapa Nyambene tumeweka milioni 700 kujenga KCC. Na hiyo KCC tunataka kutumia kwa wale wakulima wa maziwa. Mimi nimesema kuanzia mwezi wa 3 tarehe 1. Bei ya maziwa itatoka shilingi 30 mpaka shilingi 50 kwa lita moja. Ndio wakulima hawa waweke pesa kwa mfuko. Tunaelewana jameni? Na hiyo kungojea miezi 2-3 tumekubaliana itakuwa inalipwa vile mshahara ya mfanyikazi inalipwa. Mwezi ikiisha mtu anahama na pesa yake. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja Nyambene? Tuko pamoja? Mnasema tusonge mbele. Wale wanasema tuendelee, tusiendelee. Tuendelee. Bas. Mimi nafurahi sana kufika hapa. Tumekubaliana mambo yenu ya barabara. Huyu mjumbe wenu pia aliniuliza mambo ya stima. Akaniambia ya kwamba hapa kuna matatizo ya stima, bado kuna sehemu iko giza. Ni kweli ama si kweli? Sasa sikizeni watu wa Kangeta na sikizeni watu wa Igembe Central. Hapa kwenu Meru mzima tumeweka bilioni 1.2 pesa ya stima kufikisha stima kwa manyumba 22,000 hapa Meru County. Na huyu Kali nimemwambia ya kwamba nimemwambia hapa Igembe Central, sawa sawa, hapa Igembe Central tunataka watu 4,000 ambao tutawaengea stima manyumbani kwao. Tuko na milioni 300 ya kufanya hiyo kazi mwaka huu. Tumesema na tunataka kujua ni mahali gani ndio bado iko giza. Ndio tupeleke stima huko, tuweke mwangaza, ndio tukiweka mwangaza shetani ahame. Mimi nasikia ati shetani anapenda mahali iko giza. Tuwakishe mataa, kuwe na mwangaza, ndio shetani ahame. Awaje kutusumbua ama namna gani jameni? Tuko pamoja? So ninawapenda sana. Na nyinyi si mnajua mimi niko na muungwana tunafanya kazi na yeye. Ananisaidia hii kibarua kusukuma.